la leo lina kichwa au topic inaosema usimpe shetani nafasi, bali fungua milango ya baraka. Hii itakusaidia. Usimpe shetani nafasi au chance, bali fungua milango ya baraka, itakusaidia. Jumapili tulikuwa tunaangalia thamani ya vitu, yani kile ulicho nacho. Ukianza nacho ulicho nacho, kitakusaidia kupata kingine, na kama hujaweza kufanya hivyo, maana yake kitu ambacho kitakuzuia ni kwamba hujathamini ulicho nacho. Yakobo hakuthamini uzaliwa wake wa kwanza Esau. Yakobo akachukua kwa sababu alikuwa anathamini kabla kile ambacho hakuwa mzaliwa wa kwanza, lakini Esau akawa mzaliwa wa kwanza, hakuthamini. Kwa hiyo akavuruga vyote na hakubaki na kimoja. Yesu aliwahi kusema mfano, aliye nacho atanyang'anywa apewe aliyo navyo. Aliye nacho kimoja atapewa aliye na vingi. Huyu ni Bwana Yesu. Hasa tuache huko. Katika masomo yetu ya siku ya leo tutaona usimpe shetani nafasi au mlango wa kuingilia. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na mstari wake ni wa 2. Tutasoma kama ilivyoandikwa. Sura ya 3 na mstari wa 2, Biblia inasema, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti yote ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema tusiale wala tusiguse, tusije tukafa. 4, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Tuende hapo. Tuangalie kwanza yale ambayo kwanza mimi niseme kwanza, usijaribiwe na yale unayoyapenda. Usimpe shetani nafasi. Sasa Eva wakati anazungumza na shetani alitakiwa ajue kwanza huyu ni shetani, na hivyo nisimpe nafasi kwenye maisha yangu na katika urithi ambayo Mungu amenipa na kipawa na karama ambacho Mungu amenipa na kazi ninayoifanya ambayo Mungu amenipa. Sasa shetani ni mgeni kwenye mpango wa Mungu na mtu. Shetani ni mgeni kwenye kipawa au karama yako wewe na Mungu. Kwa hiyo anapokuja ni lazima ataharibu ule mpango. Hata kwamba mwanamke anazungumza na nyoka, shetani akamwambia eti hivi ndivyo alivyosema kwamba msiale matunda ya miti yote ya bustanini. Mwanamke sura ya 2 alikuwa anajibu kwamba akamwambia nyoka, yani anamwambia nyoka, matunda ya miti yote twaweza kula, lakini mti mmoja tu ulio katikati ya bustani Mungu amesema tusile wala tusiguse. Huo ndo mpango. Shetani alijibu neno moja tu kwamba nataka nikwambie hakika hamtakufa. Maana yake nini? Kuleni. Nataka niongee mambo matatu ambao huwa yanakuwa ni milango ya shetani. Ukiacha milango wazi, shetani ataingia. Unaona? Sasa mimi nataka nifundishe ili kwanza uelewe. Kwa sababu gani? Mungu na mtu, yani mwanadamu amewekwa duniani kwa mpango wa Mungu. Sasa kabla sijasema hii milango mitatu, naomba niseme hichi kitu kwamba kwamba mpango wa Mungu na mwanadamu uko vizuri, na Mungu huwa anafunga milango yote, na akishafunga milango mwanadamu ndio ana shida ya kumfungulia. Mungu anapofunga mlango, yani milango yote, wewe ulioko ndani ndio umefungiwa kule. Kwa hiyo ukitaka kutoka ndio unamfungulia nani? Shetani. Hata Eva alimfungulia shetani mlango akaingia, wakati Mungu alifunga milango yote. Mlango wa kwanza ambao watu wengi wamekuwa wakikaa nao ni kitu kinachoitwa hasira. Huu ni mlango wa kwanza. Na mlango wa pili unaitwa
kinyongo, ni mlango wa pili. Na mlango wa tatu unaitwa chuki. Huu ni mlango wa tatu. Lakini mlango wa nne ni ule wa wewe kuwa na hisia kali zinazokupa kurevenge, yani kulipa kisasi. Shetani akishapata huu mlango huwa anatafuta mafarakano, kwa sababu familia ambayo imeshikana na imeshibana, au wafanyabiashara walioshikana na wameshibana, mara nyingi si rahisi kuvunjika lile kampuni au hii familia. Kwa shetani akipata kaupenyo anatengeneza ugawanaji. Hata kitu kinachoitwa hasira mara nyingi huwa kinaharibu utu wa mtu, inaharibu mipango, inaharibu mahusiano, inaharibu ratiba, na kuvunja agano kimya kimya. Kuna mtu akwambia nimekasirika, ila huyu mtu ana hasira za kimya kimya ndani. Ile inaitwa chuki, kinyongo, na anakuwa na hasira kali, inaitwa hisia kali. Sasa madhara yake yako 9, lakini niseme machache. Jamani, kwa mamlaka ya jina la Yesu, hebu pungia mikono yako kwanza ili nizungumze hichi, alafu baadaye tutakifafanua. Hapa shetani ameingia kwa Eva automatically. Wakati huo Adamu hayupo. Amemkuta mtu mmoja, na nataka niseme kwamba mwanamke anapomkaribisha shetani anaipiga familia yote. Anasababisha kusiwe na amani bustanini. Anasababisha wafukuzwe hao. Kwa nini? Mungu alifunga mlango, Eva akaufungua. Na anafukuzwa kwa sababu shetani akiingia panaharibika. Mlikuwa mnapendana, mpendani tena. Mlikuwa mnafanya biashara kwa usahihi, hamwezi kwenda kwa usahihi. Kwa mfano, wanandoa wanapoachana, hata kama wana watoto wao wanakuwa kama sio kitu. Kwa maana mlikuwa mnahurumia watoto wenu wanaugua, wale mwanunulia madaftari. Inafikia wakati mama hasamini wale watoto na baba asisamini wale watoto. Maana yake ninyi wawili mkifarakana, watoto wanakuwa hawana nafasi. Pungia mikono yako vizuri, twende. Naomba unisikilize vizuri. Hapa madhara ya haya mambo namba 1 ni kitu kinaitwa saratani. Hiyo namba 1 madhara. Namba 2 kisukari. Hiyo ni namba 2. Namba 3 kiharusi. Namba 4 ni madonda ya tumbo. Namba 5 afya ya akili. Namba 6, yani unakuwa na muono hafifu, macho yako hayawezi kuona vizuri, na mwili kukakamaa. Kwa 75% wengi wanaougua magonjwa haya kwa sababu ya chuki ama kinyongo ndani. Huu ni mlango ambao shetani ameingia na anataka kuchafua maisha yako. Kwa hiyo hata kama utakutana na fursa, hauwezi kuzungumzia habari zako. Pungia mikono basi, twende pamoja jamani. Hebu tengeneza utulivu. Mwambie shetani niache. Hakika mwambie shetani akuache kabisa. Usikilize hicho tunachofundisha. Kwa sababu somo hili Mungu ameliandaa ili wewe uweze kuwa na neema. Sasa haya yakisha kuingia, ni bora ya dhambi iliyodhihirika watu waione na wewe katubu. Kuna dhambi ambazo unatenda zimefichika, hauko tayari unajua kuna watu wana ujasiri kwa sababu dhambi yake haijadhihirika, lakini kwa sababu kuna mtu amemwona ametenda dhambi, atamuinukia juu na yule akawa sawa kuliko dhambi ya kimya kimya. Kwa hiyo chuki moyoni ni dhambi ya kimya kimya na inakula kwa ndani. Kinyongo, hisia kali na kulipiza kisasi, haya yote yanatokana na nini? Yanatokana na kuwa na kinyongo au chuki. Kilichoanza ni hasira. Kwa nini ni makosa? Mtu yoyote ambaye hajui kusamehe, manake huyu anajibutua yeye mwenyewe. Na mtu asiyejua nisamehe, huyu anajifanya nini? Anajibutua yeye mwenyewe. Hebu pungia mikono yako, twende pamoja, unisikilize vizuri. Kwa hiyo
ufanye nini kwenye hili? Maisha ya mtu hata kama kuna makosa, ni lazima kwanza ujipange. Hayo yote yapo, lakini Mungu amenipa neema. Na kwanza yule unayemuona anakuhusu kama ambavyo utakuwa kwenye nafasi yako. Lakini kama hauko kwenye nafasi yako, umeibutua. Kwa mfano, Eva aliacha nafasi yake, akaanza kuyumba, akienda huko na huko. Kwa nini? Kwa sababu mpaka wanakimbia, wanajificha, na anamkomandi mume wake na yeye aweze kula wawe pamoja. Hali hii haikuwa nzuri. Kwa hiyo nataka niseme ya kwamba kwa sababu hauko kwenye mstari, wewe lazima utavuruga na mambo yako yote atakwenda vice versa. Rudi kwa Bwana Yesu, kwa sababu lazima uwe na neema inayoitwa upendo. Wanasema love each other nini? Twende pamoja jamani. Mimi nataka tufundishane. Sawa Love each other deeply. Pungia mikono yako namna hii. Ukishafika kwenye nafasi yako, lazima uanze kuwapenda wengine kwa undani zaidi. Pungia mikono tuanze, twende pamoja tu. Kwa nini nakwambia pungia? Ili uchangamke kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hapa nafundisha. Ngoja tumuone mtu mwingine ambaye alikuwa na kinyongo cha kimya kimya, ambaye alitaka kukosa muujiza. Tuangalie kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 5 na mstari wa 2. Injili ya Yohana sura ya 5 na mstari wa 2. Biblia inasema hivi. Twende tusome pamoja, kama umepata itapendeza vizuri sana. Katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 5 na mstari wa 2, Biblia inasema, na huko Yerusalemu penye milango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Betesda, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu na viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke, kwa maana kuna wakati ambapo malaika alishuka akaingia kati ya lile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wake wote uliokuwa umempata. 5 anasema, na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi kwa muda wa miaka 38. Yesu akamwambia huyu aliyelala, naye akajibu. Ngoja nirudie tena 6. Yesu akamwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? 7. Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati yanapotibuliwa, anapokuja. Ngoja nirudie tena. Maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu anamlazimisha. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Maana yake maelezo yako mimi siyawezi, migogoro yako ya kimya kimya mimi siwezi. Nataka nizungumzie hicho kitu. Unaona, huyu hapa alikuwa anaweza kukosa muujiza wake kwa sababu alikuwa na mambo ya kimya kimya ndani yake. Ngoja nikwambie, Yesu anapomkuta akiwa hawezi, miaka 38, ni mgonjwa na yuko pale anasubiria malaika watibue maji, na wanapotibua ili aende, lakini yeye amenukuu ya wengine. Yesu anamwambia, hebu niambie basi. Akamwambia, wewe jitwishe godoro lako uende. Na Yesu alikuwa anajua. Lakini huyu akasema, sikiliza kwanza nikueleze kwanza, naomba nikueleze. Ina maana maji yanapotibuliwa wa kwanza ndio huwa anapona. Lakini ninapokuja nisogee mimi, mtu mwingine huletwa mbele yangu akaingia kwenye yale maji na akapona akaenda. Kwa hiyo kwa ujumla mimi sina mtu wa kunitia wapi? Birikani. Ndicho ulichoulizwa. Kwa nini utangulize wengine? Yaani mtu mwenye chuki huwa anatanguliza wengine, sio yeye. Mtu mwenye hasira huwa anatanguliza wengine, sio yeye. Mtu mwenye hisia kali za huzuni za kutaka kulipiza kisasi, mara nyingi huwa anatanguliza wengine. Sasa ngoja nikwambie chuki ni mbaya. Ikiwezekana, sio nasema hivi, mtu yoyote ambaye mwenye chuki, mwache aende hospitali akawekea operation.
si wanapiga zile dawa za nusu kaputi au wanazananie. Ina maana wakati anazinduka atasema maadui zake wote kwanza, alafu ndiye atulie. Kuna mbingu hapo? Twende vizuri, kuna mbingu hapo? Yaani umezinduka ndio unaanza kusema wewe Flomena, mambo unayonifanyia. Ina maana ile nani, moyo wako umeadaka yote. Yaani hata wanaosinzia wananifurahisha. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hapa anaambiwa, anaambiwa wataka kuwa mzima, anasema mimi sina mtu wa kunitia birikani. Kwa sababu kila inapotokea anaenda mtu mwingine. Ana kinyongo na chuki. Kwa hiyo anazuia uponyaji. Yesu akamwambia, nisikilize, jitwike godoro lako uende. Akajitwika godoro lake akaenda. Achana na mambo ya watu. Tanguliza nafasi yako. Kwa sababu kwa Mungu kuna portion yako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Yaani unajua mara nyingi unapotaka kufanikiwa, nenda wewe kama wewe. Na kama unaomba ulale, jiombee wewe kama wewe, alafu ndio watangulize wengine. Mungu anataka uanze wewe, alafu waje wengine. Na wengine nao wajitangulize wao, alafu waje wengine. Ina maana nafasi yako inatengeneza nafasi za wengine. Ukifanikiwa wewe, watoto wako wamefanikiwa. Ukifanikiwa wewe, ni nyumba ya baba yako wamefanikiwa. Ukikosa wewe, maana yako umefilisha watoto wako. 9. Kwa sababu yote ilikuwa 9. Kwa hiyo huyu alikuwa amesemaje? Yaani maji yakitibuliwa anaenda mwingine. Kwa hiyo ilikuwa ni kesi. Sawa. Sasa utafunguaje milango ya Mungu? Kwa Mungu alilazimisha huyu apone aende. Na hata leo kama uko mtu wa namna hiyo, tutalazimisha upone tu kwa jina la Yesu. Pungia mikono yako namna hii. Jambo la kwanza, kumsamehe mtu ni kufanya nini? Kumsamehe mtu ni kujipenda wewe mwenyewe. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kumsamehe mtu ni kuiponya nafsi yako. Jambo la tatu, kumsamehe mtu ni kujiendeleza wewe mwenyewe. Halo, pungia basi mikono yako namna hii. Sawa jamani. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Alafu ina maana jambo la ngapi? La 4. Anasema kwanza, kumsamehe mtu maana yake umejikubali wewe nani? Mwenyewe. Sawa? Jambo la 5 si la 6, la 6 ndio. Kumsamehe mtu ni kuepuka adha mbele ya maisha yako na familia yako. 7. Kumsamehe mtu basi maana yake ni mwanzo wa safari mpya ya mafanikio. Jambo la 8 nafikiri, kumsamehe mtu ni tiba ya afya yako, tiba au kinga. Imeandikwa hivyo. Imeandikwa hivyo. Jambo la mwisho, kumsamehe mtu ni kumpata ndugu yako aliyepotea. Pungia mikono yako, twende pamoja. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu huwa anasimama katikati ya huyu na huyu. Na Mungu ndiye anayejua kusamehe, kwa sababu alimtoa mwanae pamoja na kupigwa siku ile msalabani, akasema Baba wasamehe maana wajui walitendalo. Anasema ndipo neema ya Mungu ilianza pale. Jua likazimika na vitu vingine, kwamba alipowaombea wengine. Nataka niseme msamaha ni tiba na ni kinga. Na mtu anayesamehe mwenzake anajiendeleza mwenyewe, anajikubali mwenyewe, anaiponya nafsi yake. Huyu mtu ambaye anamsamehe mwingine, anayemsamehe mwingine, ina maana amejikubali yeye mwenyewe. Na hii ndio hali ambayo inatakiwa. Hata Stefano alipopigwa mawe alisema Baba wasamehe hawa, kwa sababu hawajui wanalolifanya. Akasema naona mbingu zimefunguka. Makofi na vigeregere kwa Yesu. Shetani milango michache tu alizo, ameingia na milango 3. Ukifungua hiyo milango, yani shetani huwa hawezi kuingia kabisa.
ila wewe ndio unamfungulia shetani milango. Tulikuwa na mtu mmoja ameokoka, ni mchawi, akawa anasema jamani, kuingia kwenye nyumba ya mtu mwenye aliyeokoka si rahisi, lakini kuna wengine huwa hatuwezi kuingia kabisa mpaka yeye mwenyewe atoke nje. Akitoka nje basi naingia naye ndani kwake. Nikisha ingia naye ndani kwake, sasa akishafunga mlango amenifungia nani ndani, alafu namchezea, tumeingia wote. Kwa hiyo neno ukitoka nje hauingii peke yako, mbu ataingia na sio mbu, manake zaidi ya mbu. Usiogope, maombi ndio kila kitu. Pungia mikono yako juu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sasa tunataka kufundisha fungua milango ya baraka. Utafunguaje? Tunaangalia katika kitabu cha Ayubu ambacho ni somo letu la mwisho, alafu tuendelee kusummarize. Katika 42 na mstari wa 10. Usimruhusu shetani na usimpe nafasi shetani, kwa sababu akiongea, huyu mwanamke amempa nafasi shetani. Sasa anajutia. Hali imekuwa mbaya, bustani sio yako tena, na watoto wamko pamoja nao tena. Hata tufanyeje? Katika kitabu cha Ayubu, tusome kitabu cha Ayubu. Ayubu 42, na ndio sura ya mwisho. Tusome, Mungu atusaidie, tufundishane kitu. Leo tunataka kufungua milango ya baraka. Tunataka kufungua milango ya baraka jamani. Milango ya baraka katika kitabu cha Ayubu sura ile ya 42, ukipata basi utaniambia vizuri na mimi nitakwambia. Kama umepata 42, tukasome mstari wa 10. Sikiliza Biblia inavyosema. Biblia inasema hivi pale 10. Anasema kisha Bwana akageuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Sijui, naomba nirudie hapa kidogo. Kisha Bwana akageuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Tuko pamoja Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Naomba nifunge Biblia yangu. Sasa tunafunguaje milango ya baraka? Ayubu alikuwa mwaminifu sana, na hata alipopata vidonda, ule ni mlango Mungu mwenyewe ndiye aliyeufungua. Sawa sawa Yaani ule ni mlango ambao Mungu aliufungua, kwamba shetani ingia kwa Ayubu hautamfanya chochote. Ayubu atabaki na mimi, kwa sababu kulikuwa na mashindano kwamba kwa sababu umempa mali ya Ayubu na hiyo mali umemzingira, ukiondoa ile mali atakutukana, atakuacha wewe. Akasema sivyo alivyo nani? Mtumishi wangu Ayubu. Na kama unabisha, Mungu akafungua mlango yeye mwenyewe. Shetani akaingia, akapiga vyote mpaka na watoto wake. Mungu yuko kimya, akalinda uhai wa Ayubu. Alipolinda uhai wa Ayubu, ina maana Ayubu hakumkosea Mungu. Lakini kina Elifas Mtemani na wengine waliokuwa wakimsema vibaya, kwa sababu walikuwa wakifanya kazi kwa Ayubu, na watu hao wote walikuwa ni marafiki zake, wakaanza kumuita na kumsema vibaya. Sasa akakasirika Ayubu, akaanza kuwasema vibaya, ikiwezekana akawalaani, na hataki kuwaona kwenye maisha yake. Hataki kabisa mtu anaitwa Elifasi na Mtemani, kwa sababu walikuwa wanamwambia wewe, kwa sababu umemkosea Mungu. Wakamsema. Kumbuka ulikuwa na mali, unatakiwa ukae upate ile release. Haupati, yani huyu anakuja Mtemani, anakuja anamsema vibaya, huyu anakuja anamsema vibaya. Hauwezi kukaa utulie ili uangalie wapi haya yametokea. Kwa hiyo akaanza kuwalaumu, lakini Mungu akamwambia sivyo, rudisha upanga alani. Petro, acha utakapowashusha ili mimi nikubariki. Biblia inasema fungua milango, kichwa cha somo, bali fungua milango ya baraka. Unapowashusha waliokuudhi na waliokusema vibaya, uache, alafu uende wewe mbele za Mungu peke yako. Hii inapendeza sana. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu.
Yaani hichi ninachosema kwenye maisha yetu yatakuwa yanatuweka sawa, kwa sababu ukibakia wewe unahimizwa kwa kusema stay in vision for future. Sawa? Stay in vision for nini? Future. Pungia mikono yako tena, twende namna hii. Ninaposema haya, tunatakiwa tukae tutulie leo. Tunafunguaje baraka? Tunafunguaje baraka? Baraka tunafungua kwa kuwashusha kina Elifasi na Mtemani, watu ambao wanachukua nafasi ya Mungu, wanachukua nafasi yangu mimi. Nafasi yangu mimi endapo itakuwa ni yangu na Mungu, Mungu atanipa mimi ili watu wengine waone, walionishusha waone na mimi uliwa. Ayubu, Biblia anasema kwamba hapo alipoombea marafiki zake, alipoombea maadui zake, alipowashusha maadui zake, alipoombea msamaha, alipowasamehe, Biblia anasema kwamba Mungu akampa Ayubu mali maradufu kuliko zile za kwanza. Maana amefungua milango ya baraka. Mimi katika ibada ya leo, naomba usigonge, na katika ibada ya leo natakiwa nifungue milango yangu ya kuyaendea mataifa, kwa sababu naijua kazi iliyopo. Kwa sababu mimi sio mchanga kwenye utumishi. Kwa maana nataka niseme utumishi niliopewa, maana ni kwa muda mrefu, miaka 35 naendelea kuhubiri neno la Mungu. Hapa nilipo najua vipya vinavyokuja, mapya yanayokuja hayawezi kuvuruga maono yangu, kwa sababu nasimama kwenye maono yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ayubu alikuwa amepevuka na alikuwa anamuelewa Mungu. Mungu alipomwambia washushe kina Elifasi na Mtemani, nataka kubariki, akasema sawa. Na alipoachia ameachia, maana alijazwa hekima, alijazwa furaha, alijazwa amani, alijazwa ushindi, akapokea. Kwa sababu ukipewa mbuzi lazima ujue anaenda kuchunga wapi. Ukipewa ng'ombe unatakiwa ujue anaenda kuchunga wapi. Ukipewa biashara lazima uikontrol. Sasa kama umeshindwa kujikontrol mwenyewe, utaikontrol biashara? Na kuuliza, umeshindwa kujikontrol mwenyewe, biashara unaweza? Sasa kwa nini wewe uweke watu wengine mbele, kama yule ambaye ameambiwa kwamba wewe, sikiliza, jitwishe godoro lako uende? Alisemaje? Kuna mwingine huwa na. Kwa nini usianze na wewe kwamba ndio najitwisha godoro? Umeona kilichobakisha magonjwa ndani yako? Umeona kinachosababisha umaskini umekaa ndani yako? Sasa hauwazi jipya, unawaza ya zamani. Kama unawaza ya zamani hauwezi kupokea. Kwa sababu Mungu anakuja akupe wewe, watu wengine washangae. Na utashangaza ni lazima kuwe na jipya. Na kama huwezi kufanya kuliko la jana, basi leo haujafanya kitu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mwanamke aliingiza ule mpango, lakini namna ya kumfungulia shetani aondoke alikuwa hana. Lakini Mungu ndiye aliyefungua mlango kwamba shetani ingia kwa Ayubu, hautafanya chochote. Na Ayubu alirudishiwa mpaka watoto, na akarudishiwa mara 2 ya watoto, akarudishiwa mara 2 ya mali, akarudishiwa mara 2 ya mali. Na mimi nataka nikwambie, usiwaze watu wengine, waza habari zako. Washushe ulioweka kwenye nafasi ya Mungu, ili Mungu akubariki kwenye hiyo kampuni. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu anatafuta wa kuwabariki leo. Mungu anataka wewe ujiendeleze. Umsamehe mtu ili ujiendeleze. Unapomsamehe mtu ni kinga, ni uponyaji. Kuna hata watu wengine tukiombea, wale wa magonjwa ya akili, wangeshajua wamesamehewa 95% au 75%, wangepona warudi. Kwa sababu kuna watu wamefanya madhambi makubwa, kwa hiyo akili zao zimeingia shida. Na mimi nataka niseme hivi, hakuna dhambi isiyosameheka kama unamtaka Yesu. Ayubu aliposema kina Elifasi Mtemani, mbaki na maisha yenu kwenye moyo wangu, ache moyo wangu, namtaka Yesu. Yesu akamtajirisha. Na mimi nataka niseme, milango ya baraka ya leo inakuhusu wewe, inakuhusu kwenye maisha yako, inakuhusu kwenye malango yako, inakuhusu kwenye nyumba yako. Yule anayekurudisha nyuma usimwangalie wewe, songa mbele. Nenda wanaokwenda na wewe, wasiokubali na wewe achana na usiwaweke moyoni. Unajua kuna watu wengine asira huwa zikiisha akikutukana. Sasa akikutukana hakuna kitu ambacho
una kiplesi usoni kwako hakuna. Yaani akisha kutokana ni upepo tu unaenda. Sasa unakasirikia nini? Kanisema kakosema, sababu upo, achana nacho hicho. Acha wakuseme, baki kwenye line. Na tukiogopa kusema, manake hata usiku hatuwezi kutoka. Unafanya kazi kabla haijatimia, wanaona kama unaharibu, lakini watakusifia utakapoimaliza kazi na ni nzuri. Na mimi nataka nikwambie, baada ya ibada hii unatoa kazi itakuwa nzuri kwa jina la Yesu. Pambania maono yako. Usitoke hapo. Kama mwanamke una maono, kwenye hayo maono, na kama kijana una maono, kaa kwenye hayo maono. Usije ukaharibu maisha yako. Finali uzeeni, nataka nikwambie, kuna vijana wanaenda huko hawajui, wanadanganya wasichana, na wasichana wamedanganywa, alafu mwisho wa siku wanabaki. Nataka nikwambie leo, Mungu anakwenda kutengeneza. Hata kama mlikosana, mlikuwa mmepanga kufunga ndoa, naomba hiyo kazi iendelee, isibakie, shetani asibaki hapo, aondoke jina la Yesu. Vijana, rudini makanisani, ndoa zifungwe. Ninasema hivyo kwa sababu dunia inakimbia. Na muda, nataka nikwambie hivi, muda usitupangie, ila sisi tuupangie muda. Pungia mikono yako hivi nikwambie, Mungu akisimama upande wako, hakika mbele yako utamuona Mungu, na nyuma yako utamuona Mungu, kushoto kwako utamuona Mungu, na kulia kwako utamuona Mungu. Ngoja nikwambie, kuna watu walijaribu kutaka kukuua, wakumalize, lakini hawakuweza. Kama hawakuweza, Mungu anataka kufanyia na mengine. Kama kuna watu wana makampuni, hakuna aliyezaliwa nayo, hakuna aliyezaliwa na mali. Sikiliza, mali ni urithi wetu. Sio kana kwamba tumeletwa duniani kutafuta mali. Hapana, mali ni urithi wetu. Na mimi nataka niseme, kwa sababu ni urithi wetu, ndio maana Ayubu alikuwa kwamba Mtemani na watoto wake, Elifasi na watoto wake, muondoe moyoni nikae mimi niponye magonjwa yaliyopo, niondoe laana iliyopo. Akawaondoa kina Elifasi, akawatapika kama matapishi, aingia ndani yake. Halo. Usipungie mikono yako, kwa sababu naona ni baraka kwetu siku ya leo. Usifungue mlango wa aina yoyote kwa shetani. Usimpe nafasi ibilisi, bali fungua milango ya nini? Fungua milango ya nini? Ya baraka. Baraka zipo na zinatuhitaji. Mungu ndiye anayegawa urithi kuliko watu wote wanaoweza kusimamia mambo ya ardhi na nini. Yaani Mungu ndio kiboko. Kila mtu kwa hesabu yake. Ukipata watoto 6, na ndio maana ukae na wale ambao ni wasomi wanaofuatilia hasa Nyota ya Kijani, wanasema uzazi wa mpango. Yakobo alikuwa na watoto 12. Kuna watu wanaona ubinadamu wao. Yaani mtu akishasoma ni watu wajinga sana. Kwa mfano, ukiangalia lile tetemeko ambalo Paulo na Sila walipoomba ikatetemeka, wasomi wanakuambia haikuwa nguvu za Mungu, lilikuwa tetemeko la dunia. Sasa huyu ana akili huyu? Ndiye anakupangia wewe. Ukizaa watoto 12 na majina yao na baraka zinakuja kama majina yao. Unataka niambie nini wewe? Ni wewe tu. Na wanakuchanganya tu. Wachanganya wengine, lakini sio sisi. Umeelewa ninachosema? Pungia mikono yako nikwambie kitu bado. Wanasema hapana, zile hazikuwa nguvu za Mungu, bali ilikuwa ni tetemeko la ardhi. Sasa huyu msomi unamuona ziko hapa. Kweli kuna watu wanaitwa top, si ndio? Wale top, wale principal, yani ambaye anapa watu doctors na nini kila kitu, lakini amefeli kwenye hilo. Amefeli. Pungia mikono yako namna hii. Leo hatutafeli. Sababu Mungu, kama una watoto 2, riziki zitakuja sawa na majina ya watoto. Na hata ukipika chakula utapima kipimo cha watoto wako na wewe mwenyewe na mume wako. Kwa nini? Kwa sababu ni hesabu iliyoko kwenye familia. Na duniani kuna hesabu ya Mungu ambaye ameiweka. Kila mtu na magari yake yapo, kila mtu na majumba yake yapo, kila mtu na habari zake zipo, kila mtu na mume wake yupo, kila mtu na mke wake yupo, kwa jina la Yesu. Dunia hii usipopevuka, vingi vitakuyumbisha. Ndio watu wanapita wanaogopa mijusi njiani.
Unaogopaje mijusi? Mijusi ipo tu. Ukishaona unamwogopa nyau kuliko kumwogopa Mungu, basi wewe inabidi tukuite tukushauri. Mtu mmoja alikutana na nyoka mkubwa, lakini anaabudu na yule mtu ndiye anaabudu aingie kwenye maombi. Ghafla huyu hapa, alafu akasema niseme kwa jina la Yesu. Yaani Yesu namna hiyo, alafu nimtaje kwa hichi hapo, utajijua mwenyewe. Akaanza kuabudu zako, tuaje mbele zako. Baadaye akaingia kwenye maombi. Alipoingia kwenye maombi, huyu alijidondosha kule akaondoka. Kwa sababu Yesu ni mkubwa. Kwa nini nimtaje kwa jina la Yesu akaondoka? Hapana. Tukemee milima mikubwa ise. Ongea mikono yako juu namna hii. Wakati mwingine ni uoga wako. Umeshindwa kusema na watu. Sema naye. Kama maono yako ikikwambia leo unatakiwa uende bungeni ukaseme jambo, basi omba nafasi na tiketi. Ingia kule ukaliombee bunge likae sawa, kwa sababu sisi ni watu wa maombi, na bila Mungu hakuna nini, hakuna bahari, hakuna ziwa Tanganyika, hakuna ziwa Victoria. Kila kitu ni Mungu, na hakuna mtu anamkataa Mungu. Wanamtaka Mungu, na kama wanamtaka Mungu ndio nafasi ya Mungu. Na kama kuna nafasi ya Mungu kwenye familia yoyote ambayo Mungu ana nafasi, na baraka zina nafasi. Kama wako neno la Mungu lina nafasi, na baraka zina nafasi, na uponyaji una nafasi. Sasa nafasi ya Mungu usimpe mtu mwingine. Halo, pongia mikono yako bie tena. Ila inategemea neno nalo lihubiri, kama unalisamini basi neno la Mungu lina nafasi. Unajua Ibrahimu alipompa nafasi Mungu akawa first one kwenye maisha yake. Ina maana Mungu naye mfanye Ibrahimu awe wa kwanza, na mpaka leo ni wa kwanza. Watu wanaonisikiliza, wa Kenya wananisikiliza, watu wa Uganda wananisikiliza, Marekani wananisikiliza, Norway wananisikiliza hapa kwenye social media, na ninyi muwe wa kwanza, na baraka zije kwenu kwa jina la Yesu. Pokeeni sasa. Hautabaki ulivyokuwa. Haiwezekani. Mungu amenituma kama alimuinua Ayubu aliyekuwa hana kitu, yani 0/0, akampa mara 2 kuliko za kwanza. Alafu rafiki yangu uzeni, naomba nimuinue kijana mmoja. Njoo hapa wewe. Hivi inawezekana kweli mzee wa miaka 70 akatajirika? Au 80? Hana hata 100 atajiriki? Kijana kama huyu mwenye maguvu huyu ndio tunasema anaendea maono yake kwa nguvu. Kwa nini? Kwa sababu ana nguvu ya ujana. Lakini ina maana nguvu za Ayubu zilihifadhiwa kwenye uwezo wa Mungu, na ndio maana alitajirika, kwa sababu akiwa navyo hakumkataa Mungu, na alipokosa hakumkataa Mungu, na alipotajirishwa alikuwa na Mungu. Sasa kijana kama huyu ana nguvu ya kucheza mpira, kukimbia na akashinda. Lakini Ayubu ilifika wakati hawezi hata kutembea, anatembea kwa shida, lakini utajiri ukaja. Na mimi nakutabiria vijana wapate utajiri, na wazee wapate utajiri. Leo kuna baraka za mashariki, magharibi, kaskazini na kusini. Mungu amenituma kwako kwa jina la Yesu. Futa machozi wewe. Acha kulalamika kama yule wa miaka 38. Aliambiwa jitishe godoro, akasema hapana, nadaiwa, nina mkopo. Achana na kudaiwa. Ukiona watu wanakudai wamekuamini, imebaki ujiamini wewe, maliza tatizo. Baki na Mungu aliye hai. Ninasema kwa uchungu, kwa sababu watu kama hujaelewa lazima tuzungumze. Kuna watu hawaelewi. Kuna watu ni kina kivuruge, kina Elifasi Mtemani walikuwa ni kivuruge, na kila mtu ana kivuruge wake. Kama sio wa kike ni wa kiume. Achana na kivuruge. Mwite Yesu anayetengeneza chifu injinia wa maisha yako. Ukiona nasimama hapa, Mungu ameniita kusema na watu. Na ndio maana hata Jumapili niliwaambia hivi, sitafeli na hakuna kufeli, kwa sababu aliyeniita ni yupo. Hata wakati ule Musa wanatembea, alimwambia wana wa Israeli hawana maji, nifanye nini? Akaomba, akapiga mwamba, yakatokea maji. Wanasema jamani, tuna njaa. Mungu akafanya nini? Akaleta kwale kutoka juu mbinguni. Mungu akawaprovide habari za chakula. Piga makofi na vigeregere kwa Yesu. Hata hapa mwenye njaa atashiba leo kwa Hata hapa mwenye njaa atashiba kwa jina la Yesu. Hata hapa asiye na kitu atakuwa na kitu kwa jina la Yesu. Hata hapa aliye mgonjwa atapona kwa jina la Yesu.
saratani, kisukari, vyote vinapona. Harusi kinapona, kila kitu kinapona. Washushe wote ulioweka moyoni mwako. Yesu akawaambia, jamani, kuna mtu mmoja alikuwa anadaiwa dinari 10,000 au 1,000. Basi baadaye akaamua yule aliyemkopesha akamsamehe. Lakini kuna mtu mmoja alikuwa anamdai dinari 100 tu. Huyu aliyesamehewa alienda kumweka wapi? Gerezani. Baadaye huyu alimwambia, umesahau zile 1,000? Kwa hiyo wewe ingia alafu uyatoke. Maana yake ni nini? Usizuie baraka zako kwa sababu aliyekusema, kwa sababu aliyekusengenya. Na ngoja nikwambie, dunia hii watu wengi wataenda motoni kwa sababu ya kusingizia watu. Yaani dhambi ya masingizio ndio imejaa. Umesikia nikwambie? Kama una uhakika, usiliweke jambo hilo mdomoni mwako. Kama sijakwambia mimi mwenyewe, asiongee mtu mwingine kwa niaba yangu. Sema amen. Sema amen, sija kusikia. Amen, mbona imepungua? Halo? Halo? Watu wa Mungu, halo? Wanaohitaji baraka wangapi? Haya, nikikwambia jitwishe godoro lako uende, unasemaje? Unasema maji yakichemka. Wengine. Sasa wengine wa nini? Shukuru umeitwa ubarikiwe. Unamtaja mwingine wa nini? Jana kuna jirani alinivuruga. Tofautisha nyumbani na kanisani. Tofautisha kwenye maombi na wapi? Harusini. Sawa. Hapa ni mahali pa kuteka baraka peke yake. Na uponyaji unapatikana kwa jina la Yesu. Sasa mwisho nasema hivi, hata kama utaki, maana huyu alikuwa anaelezea ni kama hakutaka vizuri. Yesu akamlazimisha, jitwike godoro lako uende. Na mimi nataka niseme, hata kama ukoo wenu hauolewagi, hata kama ukoo wenu hautajirikagi, hata kama ukoo wenu unaishia form 4, mimi nasema lazima leo upokee baraka na ushindi na uponyaji. Pokea kwa jina la Yesu. Maana jitwishe godoro lako uende, jitwishe. Na akumgusa Yesu, akumgusa yule mtu, akamwambia jitwishe. Jamaa akainuka, akanyanyua, yuko sawa, jamaa anatembea. Waliongea ni wengine, ni siku ya Sabato. Sabato ni ya kwako wewe. Kama unaongelea Sabato, ila mimi cha kwangu ni uponyaji, cha kwangu ni baraka, cha kwangu ni baraka, cha kwangu ni utajiri. Utajiri inawezekana. Wangapi wanajua baraka ni urisi wetu? Swali nataka kuomba, lakini kuuliza, hivi duniani tumeletwa kutafuta baraka au baraka ni urisi wetu? Mbona sikusikii? Ongea kwa sauti. Sasa umekosaje? Umekosaje? Aonavyo mtu moyoni mwake. Kama unasoma ufike mbali, utasoma ufike mbali. Ila ukisema form 4 tu inatosha, umekwisha. Nasoma ili niondoe ujinga, umekwisha. Naenda ibadani. Kwani hapo umeambiwa uje ibadani? Njoo mahali pa kupokelea baraka. Sema amen. Pungia mikono yako alafu simama twende tukaombe. Mungu na akubariki sana. Hakika tunaye Mungu, wala hatubahatishi. Tunaye Mungu. Mungu atubariki sana. Hapo ulipo nataka niombe. Baada ya kusema tusifungue milango ya shetani. Una nguvu, una
nguvu, nguvu ya ajabu. Leo utatoka kuwa mwepesi. Kubali kuwashusha wote waliokukosea. Haina maana fimbo ya Mungu haitawatandika, ila Mungu anataka ubaki wewe na yeye aingie ndani yako. Na unapoomba cha kwako mwenyewe, unapoombewa kwenye cha kwako mwenyewe, Elifas usimweke moyoni, ili magonjwa ya kukimbia. Kama umenielewa, wasamehe. Sahau, futa memory yako, ifute yale matusi waliokutukana na kukushusha. Wakati nasema ingia rohoni kwamba kwa nini hatukufanikiwa, Mungu aliona tumekuwa wagomvi, tumekuwa na chuki, na Mungu anaangalia moyo kuliko kitu kingine. Ni vizuri usimame wewe kama wewe, alafu nitakuombea leo. Kuna uweza wa ajabu damni mwa Yesu. Kuna uweza wa ajabu damni mwa mwana kondoo. Weka mkono wako juu namna hii. Aliyekutukana alienda zake, lakini Yesu hawezi kwenda zake. Na ndio maana tunasema Jesus, yeye ni true love. Sawa? Yani yeye atastay with you. Sawa? In good and bad time. Atakana wewe wakati wa shida na wakati wa raha. Sawa? Sawa. Aliyekutukana alienda zake. Yesu anataka ingie ndani yako. Sema, Bwana Yesu, natubu dhambi. Na waachia wote walionishusha samani yangu, wakaniona sio kitu katika hii dunia. Ulionileta Mungu, nikaonekana si kitu. Na wasamehe hata wengine walijisifu, wakanitukana, wakanisema vibaya, wakatangaza mabaya. Nilipoisikiliza, nilipoelewa watu hao, badala ya kuwaacha, niliwaingiza moyoni mwangu. Sasa nawashusha kwa jina la Yesu. Nibaki mimi tu na Yesu, ingia kwangu, unitendee kama yule mtu wa miaka 38 na kama Ayubu ulipomrudishia. Kwa jina la Yesu narudi kwako kwa nguvu zote, na wasamehe wote walionikosea, na mimi unisamehe, kwa sababu najisamini, ninajipenda, nataka kujiendeleza kwa jina la Yesu. Amen. Nataka niombe na wewe. Kuna nguvu, nataka niombe na wewe. Nguvu ya ajabu Yesu mwa Yesu. Kuna nguvu ya ajabu damuni mwa mwana kondoo. Achilia ile damu ya Yesu. Damu ya Yesu ipenye sasa, ingie kwenye maisha yako kwa jina la Yesu Kristo.
ponya kisukari, ponya saratani, ponya vidonda tumbo, ponya hata kama kuna shida ya kiharusi, hata kama kuna vidonda tumbo, hata kama kuna magonjwa ya mara kwa mara, malaria, BP, kisukari, magonjwa ya kila aina. Naomba kawaponye watu hawa, wako tayari wamesamehe. Naomba niachilie nguvu na neema kwa yule baba na kwa yule kaka na kwa yule mtoto. Kuanzia sasa familia ikae vizuri. Ninabomoa kila hali sote, ninaharibu kila miundombinu ambayo shetani ameiweka. Sasa naachilia uponyaji kwa kila mmoja, ni uponyaji kwa kila mmoja, ni baraka na uponyaji kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kisukari kinaondoka, roho ya kisasi inaondoka, roho ya chuki inaondoka, roho ya hasira inaondoka, ya kulipiza kisasi yote inaondoka. Yesu Kristo ingilia kati sasa. Ile milango ambayo shetani aliingia, maana alifunguliwa, leo tunaifunga milango ya laana, tunafunga milango ya magonjwa, tunafunga milango ya mateso, tunafunga milango ya umaskini kwa jina la Yesu Kristo. Ninafungua milango ya baraka. Yani wewe Yesu Kristo, ingia kwa watoto hawa, ingia kwa vijana hawa, ingia kwa baba hawa, ingia kwa watu wote walioko, watu wanaotusikiliza. Pokea baraka na muujiza wako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hautabaki ulivyo. Na ajili ya mamlaka popote ulipo, hospitali kukute, njiani kukute, barabarani kukute, nyumbani kwako kukute, mahali ulipokata tamaa kukute. Baraka na neema ziambatane na wewe. Na ajili ya nguvu na neema na baraka, pokea kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji wa afya yako, pokea uponyaji wa maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji leo, na utajiri na heshima viko kwa Bwana. Hiyo biashara itakuwa kubwa, maadui wataanguka, mashetani wataanguka, washirikina wataanguka, waliokuinukia wataanguka, bali wewe utabaki umesimama, na baraka za kushoto na kulia na mbele na nyuma zibaki na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Kila mmoja aitikie amen. Amen. Naomba nikwambie maneno haya. Stay in vision. Sawa? For future. Nimeeleweka? Nimeeleweka? Amen. Stay in vision for future. Ngoja nimpe mtu mmoja tutafsiri kidogo. Samahani. Mama karibu. Amina. Kila mtu akae kwenye maono yake kwa kesho yake. Amen. Sawa 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 Kila mtu akae unachotaka kufanya, ukae kwenye hilo. Kaa kwenye maono yako. Ndio maana tunasema stay in vision. Nini? In future for in vision for future. For nini? Yes. Mpigie Yesu.